Katika Warumi sura ya 10 mstari wa 9 Biblia inasema, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua Yesu katika wafu utaokoka. Mstari wa 10, kwa maana kwa kinywa mtu ukiri hata kupata haki na kwa moyo uamini hata kupata wokovu. Hivyo kuokoka ni kukiri. Sasa ili uokoke lazima umkiri Yesu kwa kinywa chako. Kumkiri Yesu kwa kinywa haina maana ya kusema Yesu ni Bwana. Hapana, unakiri alafu unaishi kama ulivyokiri. Yani ukikiri kwa kinywa chako, maanake ukimkiri Yesu, maanake unamkiri ambayo umemjua, na kumjua kunakupa changamoto kwamba huyu Yesu anataka nini. Unajua, huwezi kusema ninamjua mtu au namfahamu mtu lakini uelewi anataka nini, huwa apendi nini kwenye maisha yake. Kwa hiyo ukishajua kwamba hiki huwa apendi, hiki huwa anapenda, hapo ndipo tunaweza tukapata maana ya kujua. Unajua anataka nini, anafanya nini, huwa apendi, ukifanya hiki apendi, ukifanya hiki anapenda. Kwa hiyo ukimkiri Yesu, maanake kumkiri kumeambatana na kumjua. Ukishajua uwezo wa nguvu zake, uwezo wa kuokoa, uwezo wa kuponya, unamjua Yesu, uwezo wa kuokoa. Yesu alikuja duniani aokoe mwenye dhambi, na ili uipokee lazima umkiri kwa kinywa chako. Maana yake kinywa chako kisimnene tu Yesu, mpaka unakiri moyoni mwako na unaamini moyoni mwako kwamba Yesu ni Bwana. Naomba nikwambie, Yesu kwetu amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Lazima ukitaka kumwamini Kristo Yesu, umkiri kwa kinywa chako na moyoni mwako uamini kuwa Yesu anaweza kuokoa, na unaanza mchakato wa kuishi maisha matakatifu ya kuchukia uovu na dhambi na makosa ya mwanadamu. Kwa hiyo kwa njia hiyo unaupata wokovu wa Kristo Yesu. Mungu akubariki.